katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Mpendwa mtazamaji, na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, kwa vile Mungu ametupatia neema mara tena ili tuweze kukutana katika kipindi hiki za siri ya msamaha wa dhambi, ili tuweze kujifunza vile dhambi zetu zote zilioshwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Leo nataka mpendwa mtazamaji ni kufundisha nguvu ya damu. Nataka kufundisha nguvu ya damu. Na somo letu tunalitoa katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 7. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kijikiti za juu katika zile nyumba watakazomla. Mstari wa 8, watamla nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zake, mboga zenye uchungu. Msimule mbichi wala wa kutongozwa majini, mbali amewekwa makaani, kichwa zake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Tusome mstari wa 13 alafu tuingie katika mafundisho ya leo. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwemo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote lililoharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Haleluya. Hapa ni wakati Mungu alikuwa anataka kutoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Ilibidi Mungu aweze kutumia damu kwa sababu ya kutoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa. Na ishara hii ndio Mungu aliyoifanya, na wana wa Israeli wakaweza kutoka katika nchi ya utumwa. Mungu alikuja kwa Musa akamwambia, ambia wana wa Israeli wasije mwanakondoo, na watakaposija mwanakondoo, damu yake wataipaka katika miimo ya milango yao. Na hii ilikuwa ishara kati ya Mungu kutenga wana wa Israeli na wana wa Misri. Na Mungu akawaambia, hii ndio damu itakuwa ishara kwenu, yaani ile itaweza kutenganisha wa Misri na wana wa Israeli. Nini inatenganisha Mkristo na mwenye dhambi? Kile kinatenganisha mwenye dhambi na Mkristo ni damu. Tuseme kwa mfano, nyumba ya wana wa Israeli, katika milango yao wamepaka damu. Katika milango yao wamepaka damu. Kuna watu huko wanapigana, kuna watu huko wanashukiana, kuna watu ambao wako na vita. Mungu atakuja angalie vita vilivyo ndani, ama ataangalia damu iliyopakwa katika milango ya nyumba zao. Tuseme kuna nyumba ya Wamisri, hawapigani, wanapendana, wanasaidiana, wanaomba, wanafanyia watu mambo mazuri. Hiyo nyumba Mungu ataangalia yale mazuri wanayoifanya, ama ataangalia? Mungu ataweza kuangalia mambo mazuri ambayo Wamisri wamefanya, bali Mungu amesema damu ndio itakuwa ishara. Anapotazama damu, anaona watu walio ndani dhambi yao imelipiwa na damu ya mwanakondoo.
Haleluya. Kwa hivyo kuna watu wanafikiria wataenda mbinguni kwa sababu ya kutenda matendo mazuri, kwa sababu ya kuishi vizuri, kwa sababu ya kutunza sheria, kwa sababu ya kutokuvunja sheria. Wanafikiria ya kwamba wataenda mbinguni. Mbinguni hatuwezi kwenda mbinguni kwa sababu ya matendo yetu, hatuwezi kwenda mbinguni kwa sababu ya kutimisha sheria, bali kile kinafanya tupate tikiti ya kwenda mbinguni ni damu ya Yesu Kristo. Haleluya. So Mungu aliambia Musa, mtu yule ambaye atakuwa ndani ya nyumba ambayo imepakwa damu atakuwa safe. Yule ambaye atakuwa nyumba ambayo imepakwa damu, hiyo nyumba kutakuwa na mauti. Kwa nini kwa wana wa Israeli hakukuwa na mauti? Kwa sababu tayari mwanakondoo alikuwa amechinjwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Lakini wa Misri wao wako pale wamejitakasa, ni watu wazuri, hawana matendo mabaya. Je, Mungu atawadhibu ama hatawadhibu? Mungu atawadhibu kwa sababu Mungu angalii matendo. Mungu hakusema matendo ndio ishara, bali alisema damu ya mwanakondoo ambayo imepakwa katika milango ya nyumba zenu, hiyo ndio ishara. Leo nataka tuweze kuelewa bila wana wa Israeli waliweza kukombolewa. Hawakukombolewa kwa matendo yao, hawakukombolewa kwa juhudi yao, walikombolewa kwa damu ya mwanakondoo. Walipopaka damu kulingana na neno la Bwana, Mungu aliwaambia, pakeni damu katika milango ya nyumba zenu. Yule malaika atakayekuja kuangamiza wa Misri akiona damu ataweza kujua hii ni nyumba ya mwana wa Israeli, ataweza kujua hii ni nyumba ya wana wa Israeli na ataipita, na ile nyumba ambayo ilikuwa na damu iliangamishwa. Tuseme kwa mfano, wale wameingia katika nyumba ya wana wa Israeli ni watu ambao wameua, watu wameshini, watu wameiba, watu wamegombana, watu wako na chuki, na wameingia ndani ya nyumba ambayo iko na damu. Je, Mungu ataingia katika hiyo nyumba na kuanza kuua watu, kuanza kuua wale ambao wako ndani wamefanya matendo mabaya? Mungu ataweza kuwaua kwa sababu gani? Hao watu wamekimbilia, wameingia katika nyumba ambayo iko na damu, maisha yao yako safe. Kwa sababu gani? Dhambi yao imelipiwa na mwanakondoo. Haleluya. Tuseme hii nyumba ya wana wa Israeli iko na damu, na hii nyumba ya wana wa Misri haina damu. Wana wa Misri mchana wote kabla waingie kwa nyumba walikuwa wamegombana, walikuwa wamepigana, walikuwa hawana amani, hawapatani, hata wamefanya maovu ya kila aina kabla ya kuingia katika nyumba ambayo imepakwa damu. Alafu kuna wana wa Misri na wao wamefanya karamu, wamepelekana masawandi, wamefanya mambo mazuri. Alafu ifike jioni, malaika yule atakuja kuangamisha, atakuja anze kuangalia ni akina nani mchana walitenda matendo mazuri, ni akina nani mchana walitenda matendo mabaya. Mungu hatahukumu kwa sababu ya wale waliotenda mabaya ama wale waliotenda mazuri. Hukumu ya Mungu inaangalia damu. Haleluya. Mungu amesema na ile damu itakuwa ishara kwenu. Mungu ameweka damu kwa wana wa Israeli, amesema damu ndio itakuwa ishara kwenu. Hakusema ni matendo yatakuwa ishara kwenu, hakusema ni kutunza sheria kutakuwa ishara kwenu, hakusema ni kwenda na kutoa sadaka na kufunga ndio kutakuwa ishara kwenu. Amesema damu ndio itakuwa ishara kwenu. Haleluya. Kwa hivyo Mungu amepeana damu kuwa ishara kwetu. Wakati malaika wakuu anapokuja, kitu kile malaika anatazama, atazami matendo, atazami juhudi za mwanadamu, anatazama damu. Je, unayo damu ya Yesu au la? Watu wengi hawana damu ya Yesu, lakini wana matendo mazuri. Wanafikiria kupitia matendo yao mazuri wataweza kukubaliwa na Mungu. Watu wengi wameharibiwa na Mungu kwa sababu ya kutaka kuonyesha matendo yao, kwa sababu ya kutaka kuonyesha bidii yao. Hawataki kuonyesha damu ya Yesu Kristo. Amen. Hebu tuweze kuangalia Biblia tena. Tuweze kuangalia Biblia tena katika kitabu cha Kutoka 9
Kitabu cha Kutoka sura ya 9. Kitabu cha Kutoka, tufungue Biblia zetu, kitabu cha Kutoka 9 mstari wa 26. Tuone vile Biblia inasema. Katika nchi ya Gozeni peke yake waliokaa wana wa Israeli haikuwepo mvua ya mawe. Ni wapi mvua haikupatikana ya mawe? Nchi ya Gozeni ambayo wana wa Israeli walikaa. Kusema wana wa Israeli ni watu waliookolewa kwa imani, ni watu ambao wameokolewa kwa imani, na watu wale ambao wameokolewa kwa imani wameingia Gozeni, na Gozeni hakuna mvua ya mawe. Sasa watu wanafikiria haya, tuseme kwa mfano wana wa Misri wajaribu kujenga nyumba yao mzuri, wajaribu kusunga masamba yao ili mvua ya mawe isinyeshe, wafunike masamba yao, wafunike nyumba zao. Mvua ya mawe itakaponyesha itaharibu wana wa Misri ama itawaharibu? Itawaharibu. Hata wafanye kazi mzuri kiasi gani, hata wawe wazuri kiasi gani, hata kama wako na matendo mazuri kiasi gani, na wako katika nchi ya Gozeni, mvua ya mawe itanyesha kwao. Nini inaweza kukuzuilia usifikiwe na mvua ya mawe? Ni kuwa nchi ya Gozeni. Uliza mtu, uko katika nchi ya Gozeni au la? Katika nchi ya Gozeni peke yake waliokaa wana wa Israeli hakukuwa na mvua ya mawe. Katika nchi ya Gozeni wanaokaa watu wa imani, wanaokaa watakatifu, wanaokaa wenye haki, wanaokaa ambao wamekamilishwa. Wana wa Israeli ni wana wa Ibrahimu, na ukiangalia kitabu cha Mwanzo 15 mstari wa 6, maandiko inasema Ibrahimu akamwamini Mungu akahesabiwa kuwa haki. Kwa hivyo ukiangalia wana wa Israeli ni wana wa imani waliohesabiwa haki kwa imani, na ndio walikaa katika nchi ya Gozeni. Na walipokaa katika nchi ya Gozeni, maandiko inasema katika nchi ya Gozeni peke yake waliokaa wana wa Israeli haikuweko mvua ya mawe. Haleluya! Nchi ya Gozeni hakuna magonjwa, nchi ya Gozeni hakuna umaskini, nchi ya Gozeni hakuna adhabu ya Mungu, kwa sababu nchi ya Gozeni Mungu analinda watoto wake, Mungu analinda wenye haki. Haleluya! Katika nchi ya Gozeni wana wa Israeli ndio walikuwa wana wa Israeli, wana wa ahadi, wana wako na ahadi ya Mungu. Mungu atalinda ahadi yake ndani ya moyo wako. Adhabu haitakufikia, hatari haitakufikia. Kwa sababu gani? Uko katika nchi ya Gozeni. Haleluya! Tumeona wana wa Israeli wametenganishwa na Misri kupitia damu, na hapa Mungu ametenganisha wa Misri tena. Wa Misri wako katika nchi yao, lakini wana wa Israeli wako katika nchi ya Gozeni. Misri iliweza kuharibiwa na mvua ya mawe, lakini nchi ya Gozeni, mahali wana wa Israeli walikaa, inasema katika nchi ya Gozeni peke yake waliokaa wana wa Israeli, waliokaa wana wa Israeli. Wale waliokaa katika nchi ya Gozeni ni wana wa Israeli peke yake. Na katika nchi ya Gozeni hakukuwa na mvua ya mawe. Kwa sababu gani? Wale wanakaa huko ni wana wa Israeli. Haleluya! Na wana wa Israeli ni wana wa Mungu, ambao Mungu amewachagua, ambao Mungu amewahesabia haki. Kwa hivyo ghadhabu inayokuja duniani iwezi kuwafikia. Kwa sababu gani? Wako nchi ya Gozeni. Haleluya! Hebu tuweze kuangalia kitabu cha Yoshua. Tufungue Biblia zetu kitabu cha Yoshua sura ya 2. Kitabu cha Yoshua sura ya 2. Kwa sababu ya muda tunasoma mstari wa 17 kuendelea. Wale wanaume wakamwambia, sisi tunataka
tusiwe na hatia kwa ajili ya kiapo hiki ulichotuapisa. Angalia, tutakapoingia katika nchi hii, funga kamba hii nyekundu katika dirisha hii uliotuteremshia, nawe uwakusanye kwako nyumbani mwako baba yako, mama yako, ndugu zako na watu wote wa nyumba ya baba yako. Angalia vile Yoshua alituma wapelelezi. Wale wapelelezi wawili aliwatuma kwa siri, na alipowatuma aliwatuma kwa kusudi wapeleleze nchi ya Yeriko. Walipoenda kupeleleza nchi ya Yeriko, tunaona hii nchi ilikuwa imefungwa ili wana wa Israeli wasiingie, na wapelelezi waliotumwa walienda wakaingia katika nyumba ya kahaba mmoja, na huyu kahaba alikuwa anaitwa Rahabu. Wakaingia kwake. Walipoingia kwake, watu wa Yeriko wakaenda kwa mfalme, wakamwambia kuna watu wa Israeli wamekuja kupeleleza nchi yetu, na wameingia katika nyumba ya kahaba huyu anaitwa Rahabu. Ndio mfalme akatuma watu, wakaenda wakawatafuta Rahabu, akawafisa katika dari ya nyumba yake. Rahabu akawaeleza, tunajua nyinyi Mungu amewapatia huu mji, tumesikia habari zenu, na hofu imeingia ndani ya mioyo yetu. Bila Mungu amekausha bahari ya Shamu, bila Mungu amepiga wafalme, tunajua hata nchi hii mtaweza kuisukua. Juu mtaweza kusukua nchi hii na kuangamiza wote walio ndani. Je, mimi ambao nimewakaribisha, mimi ambao nimewafisha, nimeokoa uhai wenu, je, mtaniangamisha? Ndio watu wakamwambia, sisi hatutakuangamisha. Ndio wale watu wapelelezi walisema, mstari wa 17 tuangalie tena. Wale wanaume wakamwambia, sisi tunataka tusiwe na hatia kwa ajili ya kiapo hiki ulichotuapisa. Wanamwambia, hao wanaume wanaambia huyu kahaba, wanamwambia sisi tunataka tusiwe na hatia katika kiapo ulichotuapisa. Ndio mstari wa 18 tunaona vile walivyofanya. Waliweza kutoa kitambaa nyekundu, wakamwambia hiki kitambaa nyekundu utakifungia katika hii dirisha ambao ulitutolea. Utafungia hii kitambaa katika dirisha yako. Kusanya watu wa familia yako, kusanya baba yako, mama yako, ndugu yako na dada zako na watu wote wa familia yako. Wale watakusikia waingie katika nyumba yako, haijalishi nyumba ni ya ukahaba. Wale wataingia, hawataweza kuangamishwa. Haleluya. Watu wale waliingia katika nyumba ya kahaba. Watu walipoona watu wanaingia, hata wazazi wake labda hawakwenda kutembelea Rahabu, kwa sababu Rahabu alijengewa nyumba yake karibu na ukuta. Huyu ni kahaba, hatuwezi shirikiana na yeye, hatuwezi kaa pamoja na yeye. Akajengewa nyumba yake karibu na ukuta. Lakini wakati Yeriko ilikuja kuangamishwa, nani aliokoa nyumba ya baba yake? Haleluya. Rahabu aliposema, baba yangu, mama yangu, ndugu zangu, dada zangu, watu wote wa familia yetu, tafadhali nawaomba muingie katika nyumba yangu. Mkiingia katika nyumba yangu mtakuwa safe. Wale walisikia sauti ya Rahabu, wakaingia ndani ya nyumba ya kahaba. Waliokolewa ama hawakuokolewa? Waliokolewa na nini? Waliokolewa na Rahabu ama kitambaa nyekundu ambayo ilikuwa imefungwa dirishani. Hii kitambaa inawakilisha damu ya Yesu Kristo. Haijalishi sisi ni watu waovu, haijalishi sisi ni wanajisi, lakini kuna damu ya Yesu Kristo ambayo imetuokoa. Amen. Watu wanajaribu kujiokoa wao wenyewe.
Watu wanajaribu kujitenga na maovu ili wapate uzima wa milele, ili wasiangamishwe, lakini bado wanaangamishwa. Rahabu alipopokea wapelelezi. Wapelelezi ni mfano wa wahubiri wa injili ya ukweli. Mhubiri wa injili ya ukweli, kitu kile anapeana damu ya Yesu Kristo. Angalini matendo gani uliyoyafanya kabla ya kukutana na yeye. Hayo yote ulifanya kwa sababu ulikuwa mwenye dhambi, lakini sasa mhubiri wa ukweli anakuja akiwa amebeba damu ya Yesu Kristo. Haleluya! Anapokuja na damu ya Yesu Kristo na kupokea damu ya Yesu Kristo, hata kama ghadhabu ya Mungu itakuwa, haitakufikia, kwa sababu Mungu tayari aliadhibu Yesu kwa niaba yako. Mpendo, ulikuwa ufe kwa sababu ya dhambi zako, lakini Yesu kwa kukupenda amefanya nini? Amekuokoa. Haleluya! Yesu kwa kukupenda amekuokoa kupitia kile kitambaa ambayo Rahabu alipatiwa na wapelelezi wawili, akakiweka katika dirisha yake. Wakati Israeli walipokuja kuangamiza mji wa Yeriko, walipotazama kile kitambaa, wote waliokuwa ndani ya nyumba ya Rahabu wote waliokolewa. Waliokolewa kwa ajili ya matendo yao, waliokolewa kwa ajili ya juhudi yao, waliokolewa kwa sababu hawakutenda maovu? Hapana, waliokolewa kwa sababu ya kitambaa nyekundu iliyofungiwa katika dirisha ya nyumba ya Rahabu. Haleluya! Kupitia damu ya Yesu Kristo tumeokolewa. Kupitia damu ya Yesu Kristo tumetenganishwa na uovu, tumetenganishwa na ghadhabu ya Mungu. Lakini kuna watu wanang'ang'ana kujaribu kuwa watu wazuri, kutenda matendo mazuri, wakifikiria wakitenda hivyo ndio sasa wataweza kujiokoa na ghadhabu ya Mungu. Kimbia uokoe maisha yako. Kimbia kwa nyumba ya kahaba anaitwa Rahabu. Unapokimbia katika hiyo nyumba, umeokoa maisha yako. Haleluya! Familia yote ya baba yake na mama yake na ndugu zake na dada zake, wote walikimbilia katika nyumba ya Rahabu, kwa sababu katika nyumba ya Rahabu kuna wokovu. Katika kanisa la kweli kuna wokovu. Hata kama kuna kitu ya kupendeza, lakini kitu ya kupendeza zaidi, kuna wokovu. Wote waliosikia sauti ya Rahabu wakaingia katika nyumba yake walipata nini? Walipata wokovu. Au wengine wote waliangamishwa. Na ndio hapa tunaona mstari wa 18. Angalia, tutakapoingia katika inzi hii, funga kitambaa hiki nyekundu. Funga hii kitambaa nyekundu katika dirisha hili. Haleluya! Funga nini? Kwa hivyo wakitoka walipatia kitambaa, na ni kitambaa nyekundu. Tutakapokuja kuangamiza Rahabu, fisa hiki kitambaa. Siku ile tutakuja kuangamiza mji wa Yeriko. Ufungie hiki kitambaa. Utakapokifungia, tukiona hiki kitambaa, hatutaweza kuangamisha. Angalia mstari wa 19. Itakuwa mtu awaye yote atakayetoka katika mlango wa nyumba yako kwenda kwa jirani, damu yake kwenda njiani, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe, na sisi tutakuwa hatuna hatia. Na mtu atakayekuwa ndani ya nyumba yako, damu yake itakuwa juu ya vichwa vyetu, na mkono wa mtu ukimpata. Hawa watu sasa wameshaeleza Rahabu, wakamwambia mtu yule atakuwa ndani ya nyumba yako, kama ataweza kupatwa na jambo lolote, hatia yoyote itampata, hiyo damu itakuwa juu ya vichwa vyetu sisi wenyewe. Lakini mtu atakayetoka katika nyumba yako na kwenda barabarani na kwenda
wapelelezi waliweza kutenganisha wale wako ndani na wale wako nje. Kuna watu wako ndani ya Yesu Kristo na kuna watu wako nje ya Yesu Kristo. Wale walio nje ya Yesu Kristo wamekwisha kuhukumiwa. Tuangalie Biblia, kitabu cha Yohana 3:18. Aminiye yeye ahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Aminiye ahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Watu wale walisikiza sauti ya Rahabu, waliamini, wakaingia ndani, hawahukumiwi. Wale hawakuamini walihukumiwa. Pia wale ambao wanaamini Yesu na kuingia ndani ya Yesu hawahukumiwi. Wale wasioamini, ghadhabu ya Mungu itakuwa juu yao. Hebu angalia kitabu cha Yohana 3:36. Maandiko yanasema, amwaminie mwana yule uzima wa milele, asiyemwamini akaona uzima, bali ghadhabu ya Mungu itamkalia. Amwaminie mwana ana uzima wa milele, asiyemwamini mwana akaona uzima, bali ghadhabu ya Mungu itamkalia. Haleluya. Nimeanzia kukufundisha kuhusu nguvu ya damu ya Yesu Kristo, na nimeeleza bila wana wa Israeli waliweza kutenganishwa na Wamisri. Tukaongea, Mungu akasema damu ndio itakuwa ishara. Yule ako ndani ya nyumba ako sawa, ameokolewa, hakuna kifo, hakuna hatari, hakuna adhabu. Kwa sababu gani? Kuna damu. Kuna mnyama aliadhibiwa kwa ajili ya wale walio ndani. Pia sisi tulio ndani ya Yesu, Mungu anaangalia damu, anaona Yesu damu yake inayotiririka kutoka kichwani kuna mvua ya mawe. Pokea sifa na pokea utukufu kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Mpendwa mtazamaji, nikikuaga, kuna mama moja wa kutoka Isiolo alinipigia simu akaniambia amejenga nyumba na asipati watu wa kuingia ndani. Nimetangaza kutoka sasa, wewe mama ambao ulifuatilia kipindi zetu, nyumba zako sianze kupata wateja kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mungu awabariki sana na watende mema. Ukijisi kutafuta hii program, namba iko hapo. Mungu akikupea neema ya kutulipia hii program, Mungu atasindi kukubariki na kukulinda zaidi. Amani ya Bwana iwe juu yenu. Amen. Kabisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, mbali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa.